the State House of Nairobi is the real center of corrupt activities. And there are two watu wawili, moja anaitwa Adil na mwingine anaitwa Jayesh. These are the conveyors of corruption in this country. Na ndio watu wenye she and sha. Ndio wale watu ya Adani. Na hao watu wakija kuona rais, hata ukiwa deputy president na minister, utamungoja hapo saa 5 akiongea na hiyo watu. Wakipanga hiyo mane? So Mr. President, be an honest man. Look for a mirror before you talk about corruption and look at yourself. If you think the people of Kenya are very intelligent, Rigathi Gachagua has not been associated with any scandal in this country. So wewe unaenda pale unasema he is incompetent. In matters incompetence, Mr. President, I tend to agree with you to a certain extent. Serikali yako ni ya uongo, kutenga, kudanganya watu. Uliandika mkataba na watu ya Western, ukaamjema utajenga 1000 kilometers, hujajenga. Umekuwa hapo juzi unafungua transformer. Wewe mimi ulitaka nikusaidie kudanganya wa Kenya. In matters kudanganya wa Kenya, Mr. President, I'm incompetent. Absolutely. I accept. Because hiyo alikuwa anataka tuende ku-launch barabara na anajua hakuna budget, tukitoka matinga inafanya nini? Sasa hiyo ndio kazi rais anataka nimsaidie. Ndio anasema huyu haelewi programu za serikali. Sasa kwenda kupeleka matinga ukijua hakuna kazi inafanya, hiyo ni programu ya serikali. He was telling me to go and defend Adani. Tulikuwa na Eugene Wamalwa, huyu mheshimiwa, na Onyonga kwa mazishi Kitale. Huyu Onyonga akaamuka, akalima serikali mambo ya Adani. Na mimi nakaa tu vale, I don't want to nod because I'm still in office. That Adani thing is the worst form of corruption in this country. So mimi nilipoamuka, I never responded. So one of the PAs ya mkubwa akanipigia simu. Mtu yuko huko, mtu ya 36. Wewe ni deputy president ya sangapi? Maana ya deputy president, you speak last. Dio ile maneno yote iko baya serikali ukanu. Kwa nini huyo Nyonga alilima serikali mambo ya Adani and you are not defending? Nikamwambia I cannot answer you. Tell your boss to call me. So president ananiambia, nimwambia mimi siwezi. That thing is corruption. I cannot defend it, Mr. President. I cannot. That is why he is saying I was not defending government programs. Sasa corruption, is it a government program? So wanasema ati I'm incompetent. Hii mtu hakuna kitu anaelewa. Sasa kama serikali ni wizi tupu, sasa what is there to defend? Walinipeleka Senate ati nimekataa watu watolewe Nairobi River. Walinishitaki nimekataa watu wafukuzwe Marigiti Market. Those are things I could not do. Ukiangalia hii maneno ya affordable housing, it is the worst fraud against the people of Kenya. And it's good today I tell the country. And those are things he was telling me to go to TV to defend. I told him I will not. Mimi pia nikichwa ngumu. That housing, initially we believed in the president. That ni ya kuleta ajira, nini, maneno kizungu mingi. We looked okay. Until it came to my attention, it has nothing to do with housing. Ni biashara. Ya kwamba PS wa housing. Ukitaka kujenga affordable housing, you must go and sign a subcontract na kampuni ile tauza simiti na chuma na mabati. Na hiyo kampuni watu wale wakubwa zaidi Kenya wako ndani ya wapi? So this housing levy inatolewa kwa watu ya Kenya is to make sure these houses are going on. Ndio hao wauze simiti, wauze chuma, wauze mabati. That is what the president is accusing me of not understanding and being incompetent. Sasa mimi nauliza, na mimi nataka niseme, I want to assure the people of Kenya, this team I see here,
And when I listen to the people of Kenya, because I listen a lot, once a new government is sworn in, that housing levy will have to be abolished so that we restore the dignity of the payslip. The dignity of the payslip. Wakenya wamehangaishwa zaidi. Na nimeona mpaka yule mkubwa ya wafanyikazi amekuwa ameingia kwa hiyo praise and worship team. Watu nakazwa mambo ya NSSF, mambo haongei. Kazi yake ni praise and worship. Those are the things sisi ambaye tumeshindwa kufanya. So finally, ndio nimalize, because I wanted to tell the president, usidanganye wa Kenya. Useme ukweli, tulikosania corruption, because wewe ndio unaeneza corruption na watu yako. Na it is impossible to make any progress in this country unless we sort out this country in terms of leadership. We'll sink lower and lower.